Mungu, na wasalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Jina la Yesu lipewe sifa, jina la Yesu liinuliwe. Shalom, shalom, shalom. Neno la Mungu inasema ya kwamba, kitabu ni cha 1 wa Korintho 6 mstari wake ni wa 9. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Inasema hivi: au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafelaji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Mtoto wa Mungu, nataka nikwambia kwamba Yesu ambaye tunamwabudu ni nuru, na hakuna siku Bwana atakuja kuchangamana na giza. Hakuna siku. Usiwahi kudanganywa na mtu. Hakuna siku utakuja kukuwa natembea katika baa, wewe ni mlevi, familia yako inahangaika, ni heri wakose chumvi, ni heri wakose mafuta, ni heri wakose sukari, lakini usikose pesa ya kuenda kwa baa, usikose pesa ya kuenda kununua bia. Moto unakusubiria, mtoto wa Mungu. Familia yako inahangaika, haina kiberiti ya kuwasha moto apikia watoto wako, lakini hautaki kukosa pesa ya sigara. Moto unakusubiria. Na kibaya zaidi ni ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba na siku zile zimefupishwa kwa sababu ya watakatifu wa Mungu, ili wasipotee katika maovu ya hapa duniani. Unapotenda dhambi, jua ya kwamba haujui kama utaiona kesho ama hautaiona kesho. Maandiko yanasema ya kwamba msidanganyike. Washerati, umeokoka, unampenda Yesu, umefunga kitambaa, umevaa mavazi ya kujisitiri, ni kweli umestiri mwili wako, ni hekalu la Roho Mtakatifu, lakini ndani yako wewe ni msherati. Umeolewa, lakini kando yake kuna mtu ambaye ni kinyume, mpango wa kando. Pengine mwanamume wako hana uwezo wa kutosha, unamsaliti na mtu ambaye ako na uwezo. Moto unakusubiria. Yesu Kristo hataangalia mavazi yako, ataangalia matendo yako. Matendo yako ndiyo itakuja kutambulisha kama utaenda kuzimu ama utaenda mbinguni. Sasa sisemi hivi ya kwamba Yesu angalie kuwa mtakatifu nje na ndani. Jinsi unavyojipamba katika ulimwengu wa mwili, jinsi unavyovaa, unajisitiri, sitiri mpaka moyo wako. Jipambe ndani kama vile nje. Uchi wako usije ukaonekana mbele za Mungu aliye hai. Bwana Yesu aweze kusifiwa sana. Ati wewe umeokoka, Mungu amekupatia uwezo wa kujua neno lake, lakini unamuona mtu mbaya anaenda katika njia mbaya na unashindwa kumwambia hiki ni kibaya, na unatamani ukuje umuone mwana wa Mungu. Mtoto wa Mungu, moto huko. Neno la Mungu linasema ya kwamba hiyo damu utakuja kudaiwa. Ulimuona mlevi ukawa radhi kukaa naye. Kristo Bwana alikaa na walevi akiwafunza njia za Mungu, akiwafunza njia za nuru, akiwafunza waachane na dhambi, watubu na wamrudie Bwana. Lakini wewe uko radhi kutembea nao badala uwakemee. Bwana anasema ya kwamba anatutuma kama vile kondoo kati ya mbwa mwitu. Ni kweli utamkemea, anaweza kukasirikia na kugadhabikia, lakini katika ulimwengu wa roho umenawa damu yake, hautadawiwa katika mikono yako. Maana utakapomwambia mtu mbaya, atakukasirikia, ataona kana kwamba atakuona kana kwamba ni kichaa ama ni kinyesi mbele yake, lakini utakuwa umeokoa roho yake. Sasa yeye ndiye atakayechagua kama ataenda kuzimu ama ataenda katika nuru ya Bwana.
lakini wewe Mungu atakuwa amekuondolea damu ya huyo mtu. Unaona mtu anatembea na mwanaume wa mtu, simama naye mwambie, ndugu yangu, hiki ni kibaya. Neno la Mungu linasema ya kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Usitembee na mwanaume wa mtu, ni dhambi mbele za Mungu. Atakuchukia, anaweza kutukana, lakini umenawa damu ya huyo mtu. Bwana ameweza kuondoa, yaani Bwana atakuwa amekuondolea huo mzigo. Yeye mwenyewe atachagua kama ataenda kuzimu ama ataenda katika nuru ya Bwana. Mwanaume mwokoka, unatembea na Biblia, umeshikilia neno la Mungu, lakini katika ulimwengu wa roho ama katika nyumba yako umeoa, unacha mke wako, una mipango ya kando, pengine unatembea na washirika wako, unafanya usherati na washirika wako, ni kwa sababu hakuna mtu anakuona. Lakini nataka nikwambia kwamba jicho la Mungu halifumbiki. Yeye anachunguza viuno na mioyo ya wanadamu, anajua kila ambacho umekitenda. Anajua leo umelala hapa na ukatoka hapa na ukaenda hapa, moto unakusubiria. Bwana anasema ya kwamba inastahili mwanaume awe na mke wake tu. Ingekuwa Mungu anapendezwa na mwanaume kuwa na wanawake zaidi ya 3 ama 2, angemuumbia Adamu, angemuumbia wanawake 2. Lakini Mungu aliye hai alimuumbia mwanamke mmoja ambaye ni Hawa, maana alijua kwamba huyu mwanaume anastahili kuwa na mke mmoja, wala sio wake 2. Lakini leo hii wanadamu wamemtukana Mungu, mwanaume kuna wanawake zaidi ya 5. Na yani hata hajali, haoni kama ni kitu. Lakini nataka nikwambie mtoto wa Mungu, moto unakusubiria. Na mbaya zaidi ni ya kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba siku zile zimefupishwa kwa sababu ya watakatifu wa Mungu. Siku zile zimefupishwa kwa sababu ya watakatifu wa Mungu aliye hai. Ati unatenda dhambi leo, haujui kama utaweza kuiona kesho, lakini kivuli kinakudanganya. Ni kwa sababu ya ule uzima ambao uko nao. Shetani anakudanganya, unajiona ya kwamba sasa mimi nikifika miaka 30 ndio niokoke, lakini ujui pengine umepangiwa kuishi miaka 20 peke yake. Watoto wa Mungu, tufungue macho tuweze kuona kula ambako tunaenda, tukijua ya kwamba ama tukiukomboa wakati, tukijua kwamba Kristo alisema ya kwamba mwe tayari, maana hamjui siku ya kuja mwana wa Adamu. Kama vile umeme unavorudi, hakuna mtu ambaye anajua kama unarudi, ghafla unarudi. Hivyo ndio itakuwa kuja kwake mwana wa Mungu. Kuwa tayari mtoto wa Mungu. Neno la Mungu linasema aje tena mtoto wa Mungu? Linasema ya kwamba wazinzi, wafilaji, wala waabudu sanamu. Nini maana ya kuabudu sanamu? Kuna mtu ambaye yeye anaabudu sanamu, anaabudu kazi za mikono yake, anaabudu fedha zake, anaabudu dhahabu. Hiyo ndio kila kitu kwake. Kuna mtu ambaye yeye kama hana pesa ako sawa na Mungu wake na ana furaha. Kuna mtu ambaye akikosa pesa anakuwa mgonjwa, maana yake Mungu wake amelala. Tuko pamoja? Kuna mtu ambaye kazi yake ikipotea, huyo mtu anakuwa mgonjwa, huyo mtu anakuwa amegonjeka, Mungu wake amelala. Lakini kuna ule mtakatifu ambaye Kristo ni Bwana Mungu wake, hata kama amepata ama hajapata, anaamka na kumwabudu, anasema haleluya, nakuja mbele zako Bwana nikushukuru kwa sababu ya neema ya uhai, umenifanya kuwa mabaki yako ya leo. Kuna wengine ambao wametamani kuona siku kama hii, lakini hawajaweza kuiona. Bwana, sio kwa uzuri wangu, ila mkono wako wenye nguvu umenibeba. Huyo ndio mtu anayemwabudu Mungu aliye hai. Kuna huyo ambaye ndoa yake kiyumba yumba,
anaona mwisho wake umefika. Kuna watu ambao wanaabudu sanamu. Sanamu ni sanamu ambao unaona Wakatoliki wanaabudu katika makanisa yao. Hapana. Kuna hiyo sanamu ya kuchonga ambayo Mungu anatuambia kama tusiye kuijinamikia. Na pia kuna sanamu kuabudu kazi za mikono yako. Kila kitu unachokiwekea imani ni Mungu kwako. Leo hii mwanadamu amekuwa mwabudu sanamu. Unakuta mtu akona mtu ambaye anamsupport kumlipia nyumba, na huyo mtu akimwacha tu anaona maisha yake imefika mwisho. Anaona maisha yangu imefika mwisho. Maana yake huyo mwanadamu alikuwa ni kama Mungu kwake, na Mungu wake amelala. Bwana aweza kutuhurumia sana. Leo hii kuna mtu alikuwa anampatia support, na huyu mtu amekwama kama vile ambavyo gari kwa matope, anakuwa mgonjwa. Maana yake Mungu wake amelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna Shadraka, Meshaki na Abednego ambao anasema ya kwamba hata kama Mungu wetu hata tuokoa, lakini hatuinamiki sanamu yako mfalme, mbali tunamwabudu Mungu aliye hai. Hata kama hatatuokoa, tuko tayari kufa kwa ajili ya Mungu wetu. Mateso imekupata, ndoa yako inaenda kuvunjika, nasema haleluya, jina lako lipewe sifa. Leo usiku mzima umeishi ukitukana na mume wako, lakini unaamka unaambia Mungu, nasema ni asante kwa ajili ya hii ndoa. Asante maana umenihifadhi. Asante maana umelinda mume wangu. Alafu kuna hii tabia ambayo wanawake tuko nayo ya kuweza kuwalaani wanaume. Hapana. Unakuwa umefungua mlango, umefungua shetani mlango. Mke ambaye ameokoka, huyo mwanaume anapokuwa mbaya, mpeane mbele za Mungu. Maana shetani pia ni roho. Inaweza kuwa wewe mwanamke umeokoka, na shetani kukuumiza atapitia huyu mwanaume kama imani yake kama ni bovu. Kwa kama mtu ambaye umeokoka, lazima uweze kutumia maarifa ya kimungu. Amekutukana usiku mzima, amesema haufai lolote katikati ya wanawake, sijini kama alikosea njia, lakini hautamlopokea maneno. Maana Biblia inasema kwamba Mungu aliumba kwa neno lake. Ulimi uko na nguvu, mtoto wa Mungu. Hautaanza kujibizana na yeye, hapana, maana wewe umeokoka. Umekuwa chombo kipya cha Mungu aliye hai. Mwanamke ambaye ana hekima atanyamaza. Kesho yake hatafunga vilango, hataenda kwa jirani aanza kumuelezea shida zake. Hapana, maana huyu atakuwa ni kama Mungu kwake. Hataanza kupigia wazazi wake simu aambie mume wangu amenitukana. Hapana, maana yeye atakuwa ni kama Mungu kwake. Mwanamke ambaye ameamua kumtumikia Mungu atamsubiria mume wake ameenda kazini ama ameenda katika shughuli zake, apige magoti mbele za Mungu, aimbe, amtukuze Mungu wa Yakobo, aseme ya kwamba naliimbia jina lako, maana ni jina ambalo limenikomboa katika mateso yangu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu ya hii ndoa. Neno lako linasema ya kwamba ukaumba mwanaume na mwanamke, na ukasema ya kwamba mwanamke atamwacha mama yake na baba yake, ataambatana na mume wake. Bwana Yesu, ndoa yangu imefika mwisho, na kwa sababu umesema ya kwamba nikuite na utaniitikia, ninaamini ya kwamba hii ndoa yangu itakuwa salama katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, ninaomba unipatie amani ndani ya ndoa yangu. Napitia vikwazo, adui ananipiga kupitia huyu mwanaume, ila Mungu nimekuamini wewe, maana umesema ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Wewe Mungu, yani unaomba mbele za Mungu, unamlilia Mungu wako, utaona Mungu hakuna siku atakuja kukuuzia maombi ya mwenye haki. Mungu atambadilisha huyo mwanaume, utaona ghafla anabadilika. Maana atajaribu hata kuenda kufanya zina huko nje, anapigwa na nguvu za Mungu, anakutana na mwanadada, anamkula pesa, anamtukana. Maana Mungu anakutetea. Njia za Mungu sio kama za wanadamu. Anapita huko, anatukanwa, anaudhiwa, maana maombi yako ilifika mbele za kiti cha enzi. Kwa hivyo silaha sio kumtukana, utakuwa mpumbavu kama yeye. Wewe utakuwa na maabudu Mungu ambaye
alikupatia hiyo ndoa ukiwa kama unapelekea Mungu malalamishi yako, sio kwa wanadamu. Tumeshukulia mother-in-law kuwa ni kama miungu kwetu, lakini tunasema kama mother-in-law tulipojiona na huyu kijana yake hakukuwa hapo. Aliyetukutanisha alikuwa ni Mungu, kwa sababu Mungu ndiye aliyenikutanisha na huyu mwanaume. Tena mbele ya huyo mkutanisha ambaye alikutanisha, Mungu atapigania ndoa yangu, Mungu atapigania watoto wangu. Leo hii mzazi unakosa maarifa ya kimungu ndani yako. Mtoto wako anapokuudhi, anapokukosea, Bwana Yesu asifiwe sana, unaanza kumlopokea maneno. Unasema ya kwamba Mungu aliumba kwa neno lake. Wewe ni ng'ombe sana, wewe ni mjinga, wewe ni mpumbavu. Ujinga sijui kama baba yako ama ujinga kama mama. Yani tunatukana matusi watoto wetu, alafu shetani ni roho. Nataka nikwambie neno la Mungu linasema ya kwamba na kila neno atakayosema mwanadamu itakuja kuhukumiwa na uzito wake. Shetani ni roho. Ukimtukana mtoto wako atakuja pia naye kwa njia nyingine. Utaona ghafla mtoto wako amemaliza masomo lakini haendi popote, maana ulimtamkia ukamtukana. Hayo maneno yakamfungia katika ulimwengu wa roho, na kama hautaweza kumuombea ataishi kuwa na ile nguvu ya kufungwa. Wewe mwenyewe ndio uliyemfunga mtoto wako, haukulogwa. Maana imeandikwa kwamba hapana uganga wala uchawi juu ya Israeli, bali ulimi wako ulimfunga mtoto wako. Lakini kama ungeenda mbele za Mungu, utumie hekima, uambie Mungu, ninakuja mbele zako Mungu uliye hai. Kuna wanawake wanalia usiku na mchana lakini hawana uzao, na huyu mtoto ambaye amenipatia Bwana amekuwa kiburi kwangu, aambiliki tena. Ninakuita Bwana, maana umesema ya kwamba acheni watoto wadogo na waje kwangu. Ninaomba Roho Mtakatifu, tawala akili za mtoto wangu, tawala maisha yake. Hakika hakuna siku Mungu atakosa kujibu ama ashinde kujibu haja za moyo. Kama umemwamini kwa roho yako yote, ikiwa unampelekea mahitaji yako, ikiwa kama hauna ndani ya moyo wako hauna kumtegemea wanadamu, Mungu atambadilisha huyo mtoto. Utaona ghafla anabadilika, anakuja anakuambia, utaona anabadilika, anakuwa kiumbe. Roho Mtakatifu ameingia, amechukua mateka, amechukua kila ufalme wote wa giza ambao ulikuwa ndani yake, ameutoa nje, ametamalaki ndani ya mtoto wako. Kama alikuwa atakuosha vyombo, anaanza kuosha vyombo. Maana mwanadamu unaweza kuwa binadamu hivyo, lakini katika roho yako unaweza kuwa umebeba Yesu ama shetani. Kwa hivyo utakapomwita Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuja na afanye makao yake ndani yako. Ateke nyara kila ufalme wote wa giza, utupe nje, aingie ndani yake, aweza kumfanya upya. Utaona ghafla huyo mtoto anaanza kubadilika, anaanza kuwa mtu mzuri. Watoto wengi wanapitia maisha magumu kwa sababu wazazi wao waliwatukana kupitia ghadhabu ama kupitia jazba, wakapata meongea maneno mengine machafu ambayo hayakustahili, wakashinda kutumia moyo wa hekima. Bwana aweze kutuhudumia sana. Hivyo waabudu sanamu hawataweza kuingia katika ufalme wa Mungu aliye hai. Neno la Mungu linasema ya kwamba wala watamanio. Kuna watu ambao ni tamaa, kila kitu na kitu natamani. Umeona mwanamke wa mtu huko nje na mtamani, umeona binti ya mtu huko nje na mtamani. Na mara mingi dhambi inakuja kwa kutamani. Mara mingi dhambi huwa inakuja kwa njia ya kutamani. Utakapokuwa mtu wa kutamani, shetani anapata nafasi, maana utatamani, na ukitamani, hapa ndipo unapata umetenda dhambi. Na ndipo nasikia
neno la Mungu linasema ya kwamba usitamani, maana kila dhambi inaanza kwa kutamani. Ulimtamani huyu binti ukatenda dhambi, ulimtamani ukawaza ukatenda dhambi. Na hapa ndipo nakuta leo hii watoto wanabakwa kwa sababu ya roho ya kutamani. Na hapa ndipo nakuta neno la Mungu nasema ya kwamba watamanio hawataurithi katika ufalme wa Mungu. Ukiwa mtu mwenye tamaa, leo hii wazazi, mwanamke ako na miaka 60 anachukua kijana ambaye ni umri wa mtoto wake, anazini naye eti kwa sababu Mungu amempatia uwezo. Lakini kuambia kwamba ni dhambi mwanamke kuolewa na kijana umri wa kijana yake. Kwa nini ni dhambi? Mungu kwanza alianza akamuumba Adamu, hakuanza Hawa, alianza Adamu. Baada ya kumkamilishia kila kitu, maana yake pengine Adamu alikuwa na miaka kama 20 alipoumbiwa tena huyu Hawa. Hivyo mwanamke anastahili kuwa chini, mwanamume anastahili kuwa amemshinda huyu mwanamke. Tumebadilisha sheria ya Mungu. Leo hii mwanamke Mungu amempatia kipato, amempatia fedha, amempatia dhahabu. Badala asaidie yatima, badala asaidie watoto ambao hawajiwezi, anaenda anachukua kijana mdogo, kijana umri wa kijana yake, anazini naye. Ewe mama, unatuonyesha nini? Unaonyesha uzao wako nini? Unaonyesha watoto wako nini? Unasahau ya kwamba kupitia wewe laana itakula familia yako, na hakuna kitu mbaya ukipigwa na laana ya Mungu. Mungu amekubariki na pesa, unaanza kuharibu vijana wa watu. Na kwa sababu vijana pia nao wamependa pesa kuliko kumpenda Mungu. Vijana wamependa pesa kuliko kumpenda Mungu. Unakuta kijana anazini na mzazi wake, anazini na mtu ambaye alistahili kumuita mama, unazini na mtu ambaye ulistahili kumuita baba. Ni kwa sababu ya tamaa. Na wewe mwanamume una umri wa miaka nyingi, kwa sababu ya pesa zako unazini na watoto wa shule. Kwa sababu ya pesa zako unaharibu wana wa watu, unaharibu watoto wa watu kwa sababu ya pesa zako. Unaharibu masomo yao kwa sababu ya pesa zako. Unaonyesha nini katika uzao wako? Unatembea na mtoto kama liki ya mtoto wako, unaonyesha nini? Je, hauna aya ya uso ya kwamba huyu ni mtoto wangu? Maana yake wewe mwanaume ambaye unazini na msichana ambaye ni kama ya mtoto wako, wewe unaweza kuwa na uwezo wa kuzini na mtoto wako uliomzaa. Unakuwa unaonyesha jambo kama hilo. Na pia mwanamke unazini na kijana ambaye ni sawa na mtoto wako. Maana yake wewe unaonyesha ya kwamba unaweza kutembea na mtoto wako mkiachwa peke yenu, unaweza kutembea na mtoto wako, lakini unaleta laana kwa familia yako. Mtoto wa Mungu, unaleta laana. Laana itaipiga familia yako. Inaweza ikawa ni laana ya magonjwa, inaweza ikawa ni laana ya kuchukiwa. Laana ya Mungu itakupiga. Utaanza kuchukiwa na watu, utaanza kuchukiwa na marafiki, utaanza kuwa mtu wa kudharauliwa. Heshima ambayo Mungu alikupatia inaondoka. Hakuna jambo mbaya kama ukidharauliwa na Mungu. Hakuna jambo mbaya kama laana ya Mungu. Mtoto wa Mungu, ni heri laana ya mwanadamu kuliko laana ya Mungu. Mungu akikulaani leo hii, utaishi kukataliwa. Mmetumia pesa kuwa fimbo za kupiga watu ambao hawana pesa. Ewe mama, uko na miaka 60, unazini na kijana wa miaka 30 kama mtoto wako.
unazini na mtoto ambaye ako na miaka 25 kama kijana yako, unatuonyesha nini? Unaonyesha uzao wako nini? Ukimvulia nguo unahisi vipi? Hauna haya ya uso. Shetani amekufunika macho yako usiweze kuona mbele. Na mwanamume vile vile unazini na mtoto mchanga kama vile binti yako, unaonyesha uzao wako nini? Shetani amekufunga macho usiweze kuona mbele. Maana siku zote shetani anakufunga usiweze kuona kama mbele kuna mauti. Lakini laana ya Mungu itakuja kupiga familia yako. Unaweza kuwa una pesa, lakini laana ya Mungu ikiingia ndani ya familia yako, unaweza pigwa na magonjwa ambayo hayana madawa, ama upigwe na laana ya kukataliwa, ama uanze kudhalauliwa na watu kwa sababu ya laana ya Mungu. Ni heri ungechukua hiyo pesa ukasaidia yatima kama zilikuwa nyingi kwako, kuliko kuharibu vijana wa watu, kuliko kuharibu watoto wa watu. Na hapa ndipo nakutamani anasema kwamba watamanio hawataingia katika ufalme wa Mungu kwa sababu ya roho ya kutamani vijana. Umependa pesa kuliko kumpenda Mungu wako. Na hapa ndipo unapata unazini na mwanamke ambaye ni kama mama yako kwa sababu ya tamaa. Msichana mdogo unazini na baba yako, mtu ambaye ako na umri kama miaka ya baba yako kwa sababu ya roho ya tamaa. Bwana aweze kutuhurumia sana. Unaonyesha nini katika mwili wako? Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu amekuumba kwa ajili ya mtu fulani. Mungu amekuwekea baraka zako mahali fulani. Esther aliishi kwa maisha ya umaskini, lakini kumbe Mungu alikuwa amemuumba akuje akuwe malkia, lakini hakujua. Alilinda ubikira wake, alijitunza mbele za Mungu, akamtii Mordekai aliyekuwa ni mzazi wake. Hata kama halikuwa jamzaa, hata kama alikuwa ni anko yake, lakini alionyesha kumtii. Alimtii, na baadaye unaona Mungu anaenda anamkalisha katika kiti cha kimalikia. Mungu anajua haja moyo wako. Kijana, pengine Mungu amekupangia baraka zako mahali fulani. Daudi alikuwa ni kijana tu, alikuwa hajui lolote, lakini Mungu alikuja akamuinua kuwa mfalme. Maana mipango ya Mungu sio kama mipango ya binadamu. Mipango ya Mungu sio kama mipango ya wanadamu, mtoto wa Mungu. Lakini wewe kwa sababu ya kukosa maarifa, kwa sababu ya roho ya tamaa, unaenda unazini na mwanamke ambaye ni lika ya mama yako. Unazini na mwanaume ambaye ni lika ya baba yako kwa sababu ya roho ya tamaa. Amekuonyesha pesa, amekuonyesha dhahabu. Hauna hata haya ya uso kufunua uchi wa mama yako. Maana maandiko yanasema ya kwamba hamuna haya ya uso. Hauna haya ya kufunua uchi wa mama yako. Maana huyo ni kama mama yako, ni kama mzazi wako. Hauna haya ya kumfunua uchi. Bwana anaweza kutuhurumia sana. Lakini laana ya Mungu unaileta katika familia yako. Watakuwa wanapigwa na magonjwa isiyokuwa na dawa, ama uanze kudhalauliwa, unatukana na watu. Ni kwa sababu ya roho ya kutamani. Bwana aweze kutuhurumia sana. Inasema ya kwamba uasherati